Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa mtandao huu wa Issa News mahala popote ulipo. Karibu ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri humu nchini na jinsi tumeweza kuyapokea kwenye meza yetu ya habari. Muungano wa upinzani umeweza kutoa habari rasmi kuhusiana na matukio ya hapo jana wakati wa maandamano jijini Nairobi. Hiyo jana Wakenya waliweza kujitokeza kwenye maandamano jijini Nairobi kutafuta haki kwa mwanabloga ambaye aliweza kuuawa mikononi mwa polisi jijini Nairobi ambaye anajulikana kama Albert Ojwang. Katika maandamano ya hiyo jana kuliweza kutokea na machafuko ambapo askari waliweza kuwatupia waandamanaji vitoa machozi na hata kutumia risasi na kuwajeruhi Wakenya kadhaa. Pia katika maandamano hayo kuliweza kuonekana na wahuni ambao waliweza kujitokeza ili kukabiliana na waandamanaji, ambapo ilionekana kwenye mitandao ya kijamii picha na video zikionyesha wahuni hao wakiwa wanasindikizwa na maafisa wa polisi. Sasa muungano wa upinzani umeweza kutoa habari rasmi kuhusiana na matukio hayo ya hapo jana, ambapo aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin B. Muturi ameweza kuchapisha na kuweka kwenye mtandao wake wa Facebook. Lakini kabla niweze kukusomea ujumbe rasmi kutoka kwa muungano wa upinzani, ningependa niweze kunukuu ujumbe ambao Justin Muturi ameweza kuandika kwenye mtandao wake wa Facebook. Justin Muturi anasema hivi: To Kenyans, do not be afraid. The United Opposition strongly condemns yesterday's state-sponsored violence in Nairobi, where police and militia forces executed unarmed protesters with live ammunition. This brazen attack, marked by masked officers, looted property, and the terror-moderate tactics, exposed a regime that has abandoned the rule of law and turned its security forces into instruments of repression. In light of these atrocities and the ongoing cover-up, including perjury before Parliament and evidence linking state-supplied firearms to conflict actors in Sudan, we are formally compiling documentation for submission to the ICC prosecutor. We stand with the people of Kenya, remain resolute, accountability will prevail. Huo ni ujumbe wa Justin Muturi ambaye ni kiongozi wa chama cha DP, Democratic Party of Kenya, akisema kuwa muungano wa upinzani unapinga vikali matukio ya hapo jana na Kurani, ambapo askari waliweza kutumika pamoja na wahuni ili kuwakabidhi waandamanaji ambao waliweza kujitokeza kutafuta haki kwa Albert Ojwang. Justin Muturi anasema kuwa upinzani unaendelea kukusanya na kuweka pamoja ushahidi ambao wanaenda katika mahakama ya Hague huko ICC dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Pia Justin Muturi ameweza kuchapisha ujumbe wa pamoja wa muungano wa upinzani ambao unasema hivi, nikinukuu: Press statement for immediate release 18th June 2025. The United Opposition condemns state-sponsored violence, elite cover-up, and police implicated in extrajudicial killings. The United Opposition strongly condemns the ongoing, rampant, and senseless extrajudicial killings being carried out by the National Police Service across the country. Most recently, the brazen shooting of unarmed citizens in the heart of Nairobi's central business district during a peaceful protest. We are also alarmed at the emergency of a dangerous and illegal alliance between the police and the Haiti-modeled militia gangs,
who we saw terrorizing unarmed protesters, business operators, and civilians, regardless of age and gender. If it was not evident before, it is crystal clear that the police have become judge, jury, and executioner, a death squad in uniform. They have abdicated their constitutional mandate to protect and serve the people and are clearly under the direction of a paranoid and repressive regime. What is also now clear is the Kenya-led Haiti Multinational Security Support (MSS) mission was not peacekeeping mission but a benchmarking trip by Ruto on the use of militia to terrorize a nation on taxpayers' money. Following yesterday's horrifying attacks on unarmed citizens, we ask these pertinent questions. Why wear a mask and hide your badge number if you are following your constitutional mandate to protect and serve all? Number 2, why did the police needlessly use live bullets on unarmed citizens while escorting Haiti-like militia gangs terrorizing Kenyans? Number 3, why did the police participate in the looting of private property, including electronics such as laptops? Number 4, what is the coincidence that the guns the Kenya police were using are similar to the ones that Ruto applied to the RSF militia in Sudan? Number 5, why are the command and control structures of the National Police Service lying under oath in Parliament in an attempt to cover up the murder of Albert Ojwang? It is clear the Ruto regime has waged war against fundamental human rights with calculated vengeance. He has deployed killer lodge police squads whose tactics are similar to the Haiti militia. These death squads are using special firearms that Ruto has also illegally supplied to Sudanese RSF militia. These acts have resulted to countless deaths both in Kenya and Sudan. Barua hiyo inaendelea na imeweza kutiwa sahihi na viongozi na baadhi ya viongozi katika upinzani akiwemo Honorable Martha Karua ambaye ni kiongozi wa chama cha PLP, People's Liberation Party, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper, His Excellency Rigathi Gachagua ambaye ni kiongozi wa chama cha DCP Party, Honorable Eugene Wamalwa ambaye ni kiongozi wa chama cha Democratic Action Party DAP Kenya. Pia kuna kiongozi ambaye anajulikana Honorable Justin Muturi ambaye nimeweza kukuelezea kutoka hapo juu, ameweza pia kutia sahihi barua hiyo. Honorable Mukisa Kitui, na pia tuko na Mr. Saitoti Torome naye pia ameweza kutia sahihi. Kumbuka kwamba Mr. Saitoti Torome pia amekuwa mbunge wa eneo la Kimirili kuanzia mwaka wa 1992 to 2007, ambaye naye pia ameweza kutia sahihi kwenye barua hii kutoka kwa upinzani. Mpenzi mtazamaji, katika ujumbe ambao niliweza kupitia hapo awali kutoka kwa Justin Muturi ambao ameweza kuweka kwenye mtandao wake wa Facebook, amesema kuwa upinzani unazidi kujiandaa na kuweka pamoja habari muhimu kuhusiana na matukio ambayo yameweza kuwa yakitokea humu nchini ambao ni kinyume na sheria, kinyume na katiba ya Kenya, na wamesema kuwa wanazidi kuandaa ripoti hiyo ambayo wataweza kuiwasilisha katika mahakama ya kimataifa huko ICC ili kuistaki serikali
ya Kenya Kwanza kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji humu nchini na mauaji ya kiholela ambayo yameweza kuonekana na kushuhudiwa humu nchini. Tutazidi kufuatilia habari hiyo na habari zingine, na tutazidi kukujuza punde tu zinapojiri humu nchini na kutufikia kwenye meza yetu ya habari. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa sasa. Nitarejea tena baadaye kukupasha mengi zaidi jinsi yanavyozidi kutufikia kwenye meza yetu ya habari. Asante, na nichukue muda huu kuwashukuru wale wote ambao mnazidi kutazama kanda zetu kwenye mtandao huu wa Issa News, na pia kusubscribe, na iwapo bado hujasubscribe na kuomba tu uweze kubonyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na pia usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya kwenye mtandao huu utaweza kufahamishwa kwamba Issa News imeweza kuweka kanda mpya ambayo inafaa kutazama. Pia unaweza kusupport kwa kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, ili tuzidi kukuza na kuinua channel hii kwa pamoja. Asante na bye bye.